leo ukizama ukizuka sawa, umeoga we janaba, lakini yale maji ndio hayafai tena kufanya nini? Kutumika, kwa sababu yale maji ni kalili na yametumika kuondoshea janaba la mtu. Ama wewe ulioingia janaba lako limefanya nini? Limeondoka. Ama wewe ulioingia udhu wako umefanya nini? Katika kitu wazito wanaume ni kujibu ukiwauliza. Wewe umeingia kutawadha mule, ukasema mambo kuosha uso, mimi hata niingia moja kwa moja chup nizame nikizuka na udhu wangu. Ukaingia, ukitoka udhu nao huna. Lakini yale maji yashakuwa yametumika. Kwa nini yashakuwa yametumika? Kwa sababu ni maji ambayo yanaitwa ni maun qalilun, maji kidogo. Abdul Qadir, umefahamu hapo? Mimi nina janaba. Kwanza janaba jua? Mmewa Mswahili wewe? Mimi nina janaba. Janaba mwanamume hupata kwa mambo haya, ima kwa kutoka na manii. Hapa sote tunajua kutoka na manii, kama hujui kutoka na manii tuatie wenyewe. Ukitoka na manii uambiwa una janaba. Ya kutoke kwa njia yote, hata mtu amekushika koo. Umekushika koo, badala kutoka na riahi ukatoka na manii, wewe sawirisha. Tutakwambia una janaba. Kitu cha kwanza. Na manii humtoka mwanamume na humtoka nani? Mwanamke. Wanawake hujifanya tu mimi sijui manii, wajua sana. Lakini wanawake hutokwa na manii. Na hili ni suala Ummu Salama mke wake Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hal ala almar'ati ghuslun idha ihtalamat, je, mwanamke na yeye atalazimiwa aoge akiwa ameota? Lakini wanakusudia ihtalama ni kuota tendo la ndoa. Yani mwanamke ameota yuwafanya tendo la ndoa. Usiniulize yuwafanya vipi, mwajua wewe wafanya vipi na yeye afanywa vipi. Kama hujui nitakamuulize mkeo, usiniulize mimi. Sasa mwanamke ameota hufanya tendo la ndoa, huyu amuuliza Mtume, ya Rasulullah, kweli mwanamke akiota tendo la ndoa lazima na yeye aoge? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, idha ra'atil ma, anapoona maji yamemtoka lazima aoge. Hata wewe unaweza kuota umelala na huyu, umelala na huyu, umelala na huyu, lakini wote ulolala nao hukumaliza. Nafikiri tunajua maana kumaliza. Yani bado chakula kiko sahanini, haina neno. Sema jana mmekula vyakula vingi, mmeota hula hichi, mara sima, mara wali, mara maharago, mara pishori, mara, yani wewe hula sampuli, lakini vyakula vyote ulomaliza ulokula hukuwahi kumaliza hata chakula kimoja. Tutakwambia una janaba? Hala, una janaba. Janaba utalipata ukiota ukamaliza, yani ukatokwa na manii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mwanamke atakapokuona manii, mule mwanamke Ummu Salama akamwambia, wa hal ala almar'ati wa hal tumni almar'atu, je, mwanamke utokwa na manii? Manake yeye alikuwa hajui kama mambo wanawake utokwa na manii. Mwanamke utokwa na manii? Akamwambia, fabima yushbihu alwalad khalaha, ni kwa nini watoto sangine ufanana na wajomba? Ni manii ya mama? Si wako watoto ufanana na wajomba zao? Sasa utasema ule amelala na kakake? Ni manii ya mama yale. Wajua manii ya mume na mke yenye nguvu ndo mtoto atatukua sura. Kuna watoto ufanana na wajomba tu. Basi pati hata mmoja kufanana. Umeshindwa? Engeza vitu vya kula. Msikia Banafi? Pija maavocado vizuri. Hata kuna mai baridi kisha utaka. Sasa kitu cha kwanza ni kutokwa na manii. Sawa ni kwa kuota, sawa wewe umekaa tu ukafikiria siku yako ulooa ilikuwa vipi. Banafi akumbuka miaka 60 iliyopita, kitahamaka manii hayo, janaba hilo. Kitu cha kwanza ni kutokwa na manii. Kitu cha pili ni kuingiza tupu kwenye tupu, ni kuingiza wewe mwanamume
na mwanamke ni kuingizwa. Ikiingia kwa kadri ya kile kichwa kwa wenye nacho, kama huna utakisia, kikiingia tu kwenye tupu. Hapa hatuzungumzii halali au haramu, sitozungumzia namna gani wewe itakulazimu uoge janaba. Sawa kitendo ulichokifanya ni cha halali au cha haramu, sawa umetumia tupu itakiwao au tupu nyingine. Tupu ikiingia tupu, Mtume SAW asema idha jawaza alkhitanu alkhitana, ngozi ikiingia ndani ya ngozi, fakad wajaba alghusl, imelazimu kuoga. Sawa ulimaliza, sawa sawa alihisi, sawa hakuhisi, la mwanamke akwambia sikusikia chochote. Sasa wengine yaweza kutokea mwanamke akasema mimi sikusikia chochote, hata sikusikia kama mfanya jambo kichemua kwa sababu Mwenyezi Mungu ameumba watu tofauti tofauti. Sasa jambo ya pili, janaba hupatikana kwa kuundrama. Sisi unena kwa kuundrama, yani kwa kufanya tendo la ngono, hata kama hukumaliza, hata kama hukusikia starehe, hata kama kwa kulazimishwa. Na si lazima iwe imesimama, hata ikiingizwa kwa kijiko au kwa chochote, muhimu imeingia kwenye tupu, ni lazima ufanye nini? Uoge. Kitu cha tatu ni mwanamke kuzaa. Akizaa hupatwa na janaba. Kwa nini? Kwa sababu ni manii yale yametoka, si ni mtoto le? Mtoto ameumbwa na nini? Manii. Kitu cha nne mwanamke ni hedhi. Kitu cha tano ni nifasi. Akitokwa na nifasi, mwanamke lazima akaoge janaba. Sasa hili janaba ukiwa nalo wewe, waweza kuwa una janaba na udhu nao. Mathalan, bila shaka sote tuliokuwa hapa msikitini tuna udhu wetu. Wewe umeketi hapo usikiliza darasa, usingizi ukakuchukua ukaota. Hivyo hivyo ulivyokaa. Ukaota kishtuka umejichafulia. Tutakwambia oga janaba lakini udhu uko pale pale. Sasa wewe una janaba lakini wewe watakiwa ukaoge janaba, hutakiwi utawadhe. Wewe na udhu wako. Tumefahamu vizuri hapa? Sasa tuende upande wa pili. Umestarehe na mkeo, bila shaka utakuwa una janaba na udhu pia huna. Sasa wewe watakiwa uoge na watakiwa ufanye nini?